Jambo la 4. Kumbuka somo tulilo nalo ni kuzaa mambo makuu kupitia huduma ya maombi. Jambo letu la 4 la kuzingatia, kitu ambacho kitatusaidia kufikia kwenye hatua maombi yamewaka ndani yetu na tunazalisha vitu vikuu kwenye eneo lolote lile ambalo tunafanya kazi, eneo lolote ambalo tunamtumikia Mungu. Kutokuridhika pamoja na baraka ambazo zimezunguka maisha yako ni dalili ya kwamba hujamaliza kuzaa mambo yako. Hali ya kutokuridhika ndani yako, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa tayari una familia, na umeajiriwa mahali, kazi yako inaenda vizuri, hauna mgogoro ofisini, hauna mgogoro kwenye ndoa yako. Pamoja na kukamilisha hayo, bado katika hali ya kujirudia unakuta ndani mwako unakosa amani, Kitu ambacho najaribu kukwambia ni nini? Hali ya kukosa amani, hali ya kutokuridhika, pamoja na kwamba nje mazingira yako yamekaa shwari, ni dalili ya kwamba yako mambo au liko jambo ambalo Mungu anataka ulizae na bado hujalizaa. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kukupa mfano. Mama ambaye amebeba ujauzito wa mapacha, labda 2 au 3, sawa, hawezi akazaa yule wa kwanza alafu akajisikia hali imekaa shwari, lakini ndani yake bado ule uchungu, naamini bado utaendelea kumsumbua, maana kuna kitu hajamaliza kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni tofauti na mtu ambaye alikuwa anazaa mtoto wake mmoja. Akimaliza kuzaa mtoto wake mmoja, atajisikia ile ahueni kwamba amemaliza kuzaa, lakini yule ambaye ana vitu vya kuendelea kuzaa, unakuta bado hajatulia. Bwana Yesu asifiwe. Hali kadhalika, kama kuna hali ambayo unapitia, mazingira yako ya nje yote yako sawasawa, lakini ndani ni kama uridhiki, ndani ni kama kuna kitu bado kwenye maisha yangu. Haimaanishi ndoa ulionayo ni mbaya. Uliwinda muda mrefu, ukamwomba Mungu, kafunga, toa sadaka na Mungu akakufanikisha. Pamoja na hayo, lakini unahisi kama kuna kitu kinapunguka. Maanake Mungu anajaribu kukuvuta uje utulie naye ili mzae tena kitu kingine. Pamoja na hiyo ndoa, Mungu anaweza kawa anataka uzae biashara moja kubwa. Pamoja na hiyo biashara ulio nayo, Mungu anaweza kawa anataka ufungue na biashara nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hali ya kutokuridhika, pamoja na kwamba nje mazingira yako yanaonekana yako shwari, ni dalili ya kwamba bado kuna jambo la kusukuma na liko katika uwezo wako katika Mungu kuweza kulizaa. Bwana Yesu asifiwe. Soma hapa kwenye mstari huu wa 8 kwa habari ya huyu mama anaitwa Hana. Hana ndo alikuwa anapendwa kuliko yule mwenzie. Hata kwenye utoa kwenye wakati Elkana anawapa zawadi na watunuku vitu vya kutoa dhabihu na sadaka zao, alikuwa anampa mara 2. Mstari wa 8 unasema, Elkana mumewe akamwambia, Hana, unalia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Bwana Yesu asifiwe. Maanake Hana alikuwa na kila kitu cha kumfanya hawe na furaha. Anapendwa zaidi, anakula chakula kizuri, bwana alikuwa anajiweza, lakini pamoja na hiyo alikuwa bado ana mahangaiko fulani. Ukiachana tu na hali yake ya kusongwa na yule mwenzie, lakini bado alikuwa hana utulivu kiasi cha mume wake kumshangaa. Kwa nini, mbona una furaha pamoja na hayo? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu kile ambacho kiko ndani yake kilikuwa kinaendelea kutokota. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hali ya kutokuridhika, pamoja na kwamba mwingine angekaa kwenye mazingira yako angekuwa na hali tulivu na kuridhika, hiyo ni dalili ya kwamba bado kuna jambo Mungu anataka ulisukume. Maana endelea kukaa kwenye maombi, endelea kudumu kwenye maisha ya sala, maisha ya ibada, ili udhihirishe hilo jambo ambalo Mungu anahitaji tuweze kuliona kwenye maisha yako. Maandiko matakatifu yanasema mahali pengine, amani ya Kristo ndiyo iamue moyoni mwenu. Kwa hiyo kukosa amani ni dalili tosha ya kufanya urudi magotini pa Mungu, uendelee kukaza kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile vile Wafilipi 2 ile sura ya 13 inazungumzia kwa habari ya kunia kwenu na kutaka kwenu ni ili kulitimiliza shauri la Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo hiyo hali ndani yako ni dalili tosha, bado kuna kitu cha kusukuma ambacho kinaweza kikageuza maisha ya watu wengi pamoja na maisha ya kwako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana.